na sitarudi nyuma. Unajua kuna watu wanaongea maneno mingi. Mnasema ni one term. Ataenda one term. Tasiga chieta, Gachagua siga chieta. Alisema tekura ya kama sio muhimu. Imejulikana sasa ni kati ya William Ruto na huyo Rigathi Gachagua. Usilete maneno ambaye hayana ukweli. Those correcting this government, those that want this government to perform better must correct us with facts. We are open to correction. We are open to improvement. But the correction must come with facts. Initially, the Linda Mama program was only concentrating on the health of pregnant women. Today, under SHA, the universal health care is protecting the pregnant woman, the mother, but also protecting the child, protecting young people, protecting the men. It is protecting the entire family, from Linda Mama to Linda Jamii. Niliona ule mtu wetu ule former president. Ule mtu alikuwa amemaliza inchi. Tulipata inchi ikiwa kwa maututi. Niliona nasikia anaongea maneno ya security, anaongea sijui maneno ya nini, anaongea sijui maneno ya mastima. Mimi nataka niambie former president, tafadhali. Mtu akienda retire anakuanga mtu muungwana sana, anakuwa mzee. Mtu wa kuonesha watu barabara, mtu wa kwenda engagement ya watoto, mtu wa kwenda maharusi ya mandugu zake na madada zake. Hakuna kitu ulisahau. Sisi ndio tulikusupport na tukakupatia uongozi ya miaka 10 na tukasimama na wewe, lakini term yako ilikuwa mbaya. Na sijui mwenye penye ulikuwa unaongelea watu walikuwa sijui hawakuwa wanajua wewe ndio ulikuwa rais ama wanafikiria. Mimi nataka nikwambie Uhuru Kenyatta, wewe relax. Wacha uongozi, waachia huyu ndugu yako aongoze. Ile kitu ninajua inakusumbua kichwa sana, ni kama ndoto. Ukiona ile vitu William Ruto anafanya ni ile vitu ilikuwa kwa manifesto yenu zamani. Ile mlikuwa mmeanza nayo 2030. Lakini wewe ulikuwa muoga. Uliogopa maneno ya housing, uliogopa maneno yote, kubadilisha maneno ya masomo nini. Sasa inakusumbua kichwa, unaona mwingine anafanya. So nilikuwa nataka niambie wewe Uhuru, wewe relax, tutaki tena tulimana na wewe. Tulikulima, hatu kushinda kura na ukaenda nyumbani kwa mzee. Hauwezi pata uongozi mwingine tena na uwezi ukaongoza kwa kona nyingine. Ushamaliza. Sasa wewe tulia. Wacha uone maneno vile inaendeshwa. Unajua wewe ni mtu ya vita. Unajua ile wakati mwingine ulikuwa unataka kuunganisha wa Kenya. Unajua ile vitu ulifanya Rift Valley. Ni ile tu tulinyamaza tukasema hata sisi tumekuwa wazee, wewe tulia. Sasa hii maneno unataka tena kurudi kwa siasa, my friend, hauna nafasi na hakuna nafasi ya hii Kenya watu kugongana tena. Na usikuja na mimi naona tena unaelekea maneno ya ukabila bado. Ugonjwa iko hiyo, sijui ni ugonjwa gani hiyo. Watu wasema tukwambie wewe tulia. Uone vile kazi itafanyika. Mimi nataka kuambia Uhuru Kenyatta, usitukumbushe sera zako ama manifesto ya Jubilee ambaye ilitunyanyasa. Wewe nenda kimya, wacha Kenya iende mbele. Nyinyi watu ya Dadaab mnasema Kenya iende mbele. Huyo mtu aende retire ama aendelee kuzurura Kenya? Aende retire, aende apumzike, aone Kindiki akipeleka Kenya mbele. Huyu Kindiki anatosha ama atoshi? Aendelee asiendelee? Yeye si ni fire. Wewe usitukumbushe manifesto ya Jubilee ambaye ilinyanyasa wa Kenya. Wewe ukishabalika na wa Kenya kuongoza, usilete tena aibu yako katika mambo ya Kenya kwa mesa. Sisi tunataka hivi. Na nataka tuambiane mambo ambayo inasikika. Sisi tulitosheka na uongozi ya Uhuru Kenyatta akiwa Jubilee. Yeye anataka kufufua chama ambaye inaendelea kusink. Nyinyi wa Kenya mnakubaliana na hiyo ama mnakataa? Aende asiende? Sisi tunamwambia awe mzee kama wazee wengine. Retire na mtosha, aende apumzike, language yake ni retirement. Mimi nataka mseme retirement. Aende retire ama asiende? Aende apumzike asipumzike? Yeye hata ajui hapa Dadaab inakaaje na alikuwa president wa Kenya. Hiyo mtu aende ama asiende? Na nyinyi mnasema Markale. Hii mnasema namna gani? Markale. Hebu nionyeshe Markale ya William Ruto. Unajua jana kuna mtu alizungumza mpaka mimi nashangaa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, utanisamee kidogo nikisema hii.
lakini nimemwona yule jamaa alikuwa rais wa taifa la Kenya akizungumza. Mimi nikashangaa hii mtu anazungumzia Kenya gani? Kwani sisi hatukukuwa Kenya wakati yeye alikuwa anaongoza? Si Kenya hii ilikuwa imejaa mashida kweli kweli? Anatuambia ati sijui linda mama ilikuwa inafanya nini? Kama wewe ulilinda mama wale wajawazito na wale wa mama wana mimba ulikuwa unawaachia nani alinde hao? Wale vijana ambao hawaendi maternity ulikuwa unawaachia nani? Wazee ulikuwa unawaachia nani? Ndio maana rais ameleta program ya SHA ambayo inabeba kila mtu. Wewe, na pia tungependa kumwambia Rais Uhuru Kenyatta mstaafu, wewe kuwa muungwana kama wale rais wengine walipostaafu. Wakati Moi alienda retire, mliwahi msikia akiongea siasa? Wakati Kibaki alienda retire, mlimuona akifanya siasa? Please, President Uhuru Kenyatta retired. Honor the office of the presidency that the people of Kenya once gave you an opportunity to serve in. Do not behave like a cheap politician coming every now and then to criticize the government of the day as if you ran a perfect government. We were here in this country when you were the president, and we know the kind of challenges that our country faced. In fact, 3/4 ya mashida ile tunatatua siku ya leo ililetwa na uongozi wake mbaya. Alafu unakuja kutuambia maneno gani? Kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Wacha kujifanya saizi eti sijui unajifanya nini. Please, ama niaje my friend. Sasa eti wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Ati utanifanya nini? Bora usiue watoto wangu. Lakini mimi na wewe tafadhali tuheshimiane. In the last general election, I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers, and so on. Yeah. Today, many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. As we continue to dwell in rhetoric rather than in progress, we repeat the mistakes of the past. Indeed, today, some of the truths we spoke of yesterday have become the reality check of today, while some of the myths and falsehoods have become the nightmare that many are living.